Amen, amen. Hii ni sauti ambayo nilisikia jana ikiniambia Isaiah 66 verse 1. Hata nikajiuliza Isaiah 66 ama mawazo yangu. Nikaja kwa neno la Mungu ndio nikakuta ya kwamba Isaiah 66 ndio kitabu ya mwisho katika kitabu cha Isaiah. Na nikahisi ni neno nafaa kushare nanyi, na pia kuna ingine I think kulikuwa ni siku gani bado wengine na nikakosa kushare, but after this siku kadhaa nitakuja kushare hiyo ingine. Sikuiongea, naona kuna kitu Mungu ananena nami na wanabeba ya kwamba sio yangu peke yangu bali ni yetu na ni yangu. Dada yangu, ndugu yangu, nataka kunena nawe hii neno ya kwamba sijui ni kazi gani unaweza kufanya useme ya kwamba Mungu unanifanyia hii maana umenifanyia. Yaani hatuna deni ya Mungu. Mungu hana deni yetu sisi. Na hakuna jambo kuu unaweza ukafanya. Hakuna pesa mingi sana unaweza kumpea Mungu. Hakuna mambo makubwa unaweza ukasema ati nimemfanyia Mungu ujigambe. Hakuna. The end of the day, wakati wewe unapomfanyia Mungu, yeye anakuwa amekupa hiyo pesa, amekupa chochote unamfanyia, ametupa nguvu za kuhubiri, amenipa hii pumzi. Kama singekuwa na pumzi ya Mungu leo singeweza kusimama hapa, lakini amenipa pumzi, amenipa haya maneno ninayoyanena. Kwa hivyo ni yake tu, sio yangu mimi. Sina jambo la kujigamba ya kwamba nimemfanyia Mungu, kwa sababu yote yeye ndiye amenipa na pia mimi mwenyewe ni wake. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Wacha niteremke ya pili. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, na mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyobondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Ona, hakuna kitu unaweza kufanyia Mungu kwa sababu yeye ndiye amefanya. Mbingu ni mahali pake. Dunia ni mahali pake pa kukanyangisha miguu. Hii dunia yote amekanyangisha miguu. Hapa nipo amekanyangisha miguu yake. Mbingu ni mahali pake pa kukalia, manikiti chake cha kukalia kule. Miguu yake imefika huku. Nashukuru Mungu kwa sababu ile nasema ya kwamba mtu anapookoka, Mungu anaingia ndani yetu, anakaa ndani yetu. Si kwa ajili yeye ni tunafaa sana, lakini kwa ajili tu alichagua. Ona, hakuna jambo hata moja tunaweza tukafanya tuseme tumefanya ama tujigambe. Hakuna, maana kila kitu yeye ndiye aliyefanya. Akasema, na mstari wa pili anasema ya kwamba kwa sababu hizi vitu zote mimi ndio niliyozitengeneza kwa mkono wangu. Sikiza, nitamhurumia huyu mtu anayebondeka, anayetetemeka anaposikia neno langu. Anatetemeka na kukibiria kutimiza lile neno ama kuomba tu huruma. Huyu ndiye yule mtu ambao Mungu atakao mkumbuka. Sio kwa ajili unafanya ama unajigamba. Hatuna na kujigamba hata sekunde moja, bali tunyenyekee na tubondeke mbele za Mungu. Maana sisi hatuna la kujigambia mbele za Mungu, ila tu tunyenyekee na tubondeke mbele za Mungu. Kila wakati kuwa mhitaji kwa Mungu. Hata unapotoa ili Mungu yani we are giving, kuonyesha ile kubondeka mbele za Mungu. Si ati tunaweza kujigamba. Hatuna la kujigamba jamani. Mungu awabariki na wapenda sana. Acha tuwe na ule moyo wa kubondeka mbele za Mungu, maana Mungu aliumba nchi yote, dunia yote ndiye aliyeumba. Mungu awabariki na wapenda sana sana sana, na amani ya Mungu izidi kuwa nanyi. Asanteni sana.